mkutano ambao ulikuwa ni wa NEC. Nimesema kwamba mkutano huo ulikuwa halali kulingana na sheria na taratibu za chama chetu cha Jubilee. Niseme pia kwamba tumefurahishwa na uamuzi ambao umetolewa na wale wengi, ile inaitwa majority vote. Hiyo imesema kwamba sisi tumefanya uamuzi kulingana ama tumefanya taratibu zetu zote tumefuata. Ya pili ni wamehakikisha kwamba wale waliotimuliwa, Mheshimiwa Kioni, Mheshimiwa Murathe na Treasurer, kwamba wametimuliwa kihalali kuwa wanachama wa chama cha Jubilee. Kwa hivyo kutokea ama kufuatilia uamuzi huo ni kwamba Mheshimiwa Kioni sio mwanachama wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Murathe sio mwanachama wa chama cha Jubilee, na Mheshimiwa Gichohi amewekwa kando kwa miaka miwili. Sisi kama wanachama na viongozi wa Jubilee tutahakikisha kwamba tumewahusisha members wetu katika zile taratibu zote ambazo zinafanya. Kinyume na hapo awali ambako kulikuwa ni watu wachache tu, watu wachache sana walikuwa wanahusishwa katika mambo ya chama. Kutokea sasa tutarudi kule machinani. Kutokea sasa tutaingia kule wananchi wetu wako na wafuasi wako, ili tuhakikishe kwamba tumewahusisha wote. Tuko na zaidi ya wafuasi milioni 6 ambao wako katika register ya Registrar of Political Parties, na tunataka kuhakikisha kwamba tumewaongeza zaidi, na tuhakikishie wa Kenya na wanachama wetu wa Jubilee kwamba chama chetu tutakimarisha, chama chetu kitarudi vile kilikuwa. Tulikuwa na zaidi ya wabunge 175 katika bunge lililopita. Wakati huu tuko na wabunge 28 peke yao, na tunataka kuhakikishia kwamba tutafanya kila jitihada kuhakikisha kwamba uchaguzi ujao tutakuwa na members wengi ambao watakuwa katika bunge la taifa. Tutakuwa na members wengi ambao watakuwa na magavana. Wakati huu tuko na gavana mmoja. Tutahakikisha kwamba tuko na senators wengi, kwa sababu wakati huu tuko na senator 5 na wabunge wa MCAs. Wakati huu tuko na 127, na tutahakikisha kwamba katika kaunti zote zetu za nchi hii yetu ya Kenya tutakuwa na wajumbe katika nyadhifa hizo. Hiyo ni kuhakikishia members wetu kwamba chama chetu hakifungi, chama chetu kitakuweko, chama chetu kitasimamisha wale ambao wania viti. Ya pili na ya muhimu pia ni tuseme kwamba tutaita kikao kikubwa ili tuhakikishe kwamba wabunge ama wanachama wetu wamepatiwa nafasi ya kutoa mwelekeo kama wanataka kukaa kwa muungano huwa wa Azimio ama wanataka kutoka, kwa sababu tayari tumetoa ilaani na tumepatiana notice kulingana na zile sheria ambazo ziko kwamba wale ambao tulienda uchaguzi na wao hawatufaidi ama hawatufaidi, kwa sababu wanachama wetu katika bunge letu la taifa wamewekwa kando. Wanachama wetu katika bunge za county, haswa bunge ya Nairobi, wamekuwa wakigandamiza wajumbe wetu. Hawa wajumbe wetu ambao haswa wako hapa wametolewa hata kutoka kwa kamati, na ni haki ya kila mbunge ama mjumbe kuwa katika kamati za bunge. Na pia sisi tukiingia kule bunge tumeandikia spika wetu barua ya kusema kwamba sisi tunataka tunatabuliwa kama parliamentary party, kwa sababu sheria za bunge zinasema kama mumepitisha ama mumefikisha 5% ya wabunge wale wako kule kwa bunge, mnapata nafasi ya kuwa parliamentary party. Na sisi kama Jubilee tunataka tupatiwe nafasi hiyo ya kuwa parliamentary party. Kwa hivyo niseme kwamba uamuzi ambao umetolewa siku ya leo sisi tunaunga mkono. Wale ambao wanasikia kwamba labda wamesukumwa hapa na pale, sisi milango yetu ni wazi. Sisi sio watu wa kufukuzana tu kiholela. Milango yetu iko wazi. Wale ambao labda walikuwa wameenda vyama vingine, tunawakaribisha pia watuende safari hii yetu pamoja.
tulienda kule tukajitetea. Wenzetu walikwenda kotini wakajitetea. Imeonekana kwamba sheria tuliofuata sisi kuwaweka kwenye viti ni halali. Kwa hivyo mimi ninataka kutuma ujumbe, kama kuna ujumbe wowote, kama kuna barua yoyote ilikuwa imeandikwa na katibu wa kitambo, kama kuna vitisho, kama kuna masharti, kama kuna watu walikuwa wameondolewa kwa viti ama walikuwa wamepewa makataa ya kuondolewa kwa viti na Kioni ambaye kwa sasa sio katibu mkuu wa chama, haya yote yamefutiliwa mbali. MCAs wetu waliokuwa wamepewa vitisho, sasa mumejua mahala mtapeleka malalamiko yenu kama mko nayo. Pili na mwisho, tutapewa mwelekeo na kiranja wa chama Mheshimiwa Sabina Chege, na tutapewa mwelekeo na Secretary General wetu ama katibu mkuu Kanini Kega kwa mkutano kuu wa chama ambayo tulikuwa tumeipangia tarehe 22, majuma mawili yajayo. Watakaa chini na mawakili na watupatie mwelekeo kama tutakuwa na kongamano kuu ya kuidhinisha viongozi ambao tuko na wao kwa sasa. Vitisho ambayo tumeendelea kupewa na wahusika wetu wa kitambo ndani ya Azimio. Ukiona rafiki yako ananyolewa, chako pia kitie maji, masiku yako inakaribia. Na vile vile pia tunataka kutuma ujumbe. Kuna MCAs wetu sehemu tofauti wamekuwa pia wakishirikiana na waasi. Tunawapatia nafasi ya kurudi nyumbani kupitia kwa Secretary General. Na nafikiri Secretary General, wewe utapeana nafasi kwa hao waasi ambao walikuwa pia wametishia MCAs wetu hapa, waje nyumbani wasungumze. Sisi hatuwezi kukua chama na uongozi wetu haiwezi kukua uongozi ya kiimla. Hatuwezi kutumia mbinu ya Kioni ama Murathe ya kufurusha watu kwa chama. Tunataka hawa viongozi wote waje wakazungumza na sisi, lakini pia waheshimu viongozi aswa hapa Nairobi. Aswa Nairobi nataka ni utume ujumbe vizuri sana. Waheshimu viongozi ambao chama tuna imani na wao viongozi. Na tunataka kutuma ujumbe vizuri sana. Anaitwa nani yule kiranja wa chama hapa Nairobi? Anaitwa Ugeto. Tafadhali yale mabarua yote ambayo ulikuwa umeandikia MCAs wa Jubilee, tunataka ikifikia kesho masaa 12 uwe umeregesha hizo mabarua zote na umeomba msamaha kwa kila mjumbe ambaye ulikuwa umempatia vitisho. Kwa hivyo mimi nataka kutoa shukrani kwa koti, na tunaheshimu uamuzi wa koti kama jinsi tulivyoheshimu wakati ule ya kutuweka kando kushiriki hatua yoyote na uongozi wowote wa chama. Sisi tulishiriki hivyo, tuliamini. Leo tumepewa nafasi sahihi itakayokuwa inaonekana kwa barua zote na stakabadhi zote za chama, itakuwa sahihi yake Kanini Kega. Kwa hivyo na mahali kokote ambapo Uhuru yupo, jinsi Kanini amesema, tunamheshimu sana Uhuru. Tunakuheshimu sana Uhuru, lakini sheria ni msumeno, ukata mbele na ukata nyuma. Sisi hatukuchukii, lakini sheria inasema Uhuru, baada ya wewe miezi 6 kutoka kwa kiti uende ukastahafu, na uruhusiwi kuchukua nyatifa yoyote ya uongozi ya kisiasa. Kwa hivyo hiyo ndio sheria inasema. Sisi chama ndio tunazungumza. Kwa hivyo tungependa sana kuomba Uhuru kwa wakati huu apige moyo konde jinsi Waswahili wanavyosema, na asisukumwe sana akaenda akapiga mbisi njikafu, kwa sababu Waswahili wanasema mtu umia uso. Kwa hivyo tunataka Uhuru arudi nyumbani akaregee, tumzungumzie, na pia astahafu. Tutakuwa tunamtembelea atupatie mashauri kama rais wa kitambo, na pia ushujaa wake wa kisiasa zaidi ya miaka 25, na pia vile ameongoza hii chama mpaka mahali imefika, kuanzia wabunge 170 mpaka wabunge 27. Pia anaweza kutupatia ujuzi ya kuweza kufufua chama kutoka wabunge 20 mpaka 170. Asante, nafikiri hayo ndio kwa sasa.